mapema, hakika utapona. Jipende, jichunguze, saratani inatibika. Ukigundulika mapema, hakika utapona. Marufuku kukata tamaa. Only way up. Tungo hii ya wimbo imebeba ujumbe mkubwa sana kwa vijana, kwani ndani yake kuna faraja ya maisha ya mmoja wao kuwa ni shujaa na mshindi katika afya yake. Majina naitwa Sedu Mandingo, maarufu kama Babu wa Kitaa. Ni mtangazaji wa kituo cha televisheni cha Clouds, lakini pia ni mwanzilishi wa Babu Cancer Foundation. Sedu Mandingo, maarufu kama Babu wa Kitaa, alikuwa mhanga wa saratani ya ngozi ambayo ilimgharimu muda kwa ajili ya matibabu, na mara nyingine alidiriki kukatia tamaa afya yake. Mimi ni shujaa wa saratani ambaye nimetibiwa saratani ya ngozi mwanzo mwisho mpaka nimepona hapa Tanzania. Niliumwa kidogo na nakumbuka kipindi hicho nilikuwa nafanya safari za Fiesta nikiwa nazunguka na timu nzima ya Clouds. Nikaumwa huko mikoani, lakini sikuwa nimegundulika na umwa nini. Ikatokea sahari ikawa mbaya, nikaenda katika vipimo, madaktari wakashauri kwamba tunahisi kuna vinyemelea vya saratani. Tufanye vipimo zaidi tujiridhishe tuone kama itakuwa saratani au la. Wakajiridhisha madaktari, baada ya kufanya vipimo ikagundulika ni saratani. Of course nilipata challenge kidogo, na hata familia yangu ilipata challenge kunieleza kwamba hii ni saratani, lakini kama unavyofahamu haikuwa na namna. Kwa hiyo wakani-engage, wakaniambia kwamba tumegundua kuwa na saratani. Utabibu wa saratani unahitaji muda, sehemu ambapo kuna miundombinu wezeshi na wataalamu kuhakikisha kuwa tayari kutibiwa. Mimi nilikuwa ni mmoja wa madaktari ambao tulimsaidia Babu. Mwanzo ilikuwa ni ngumu kidogo, manake alikuwa nahisi ni kama tunampa matumaini ambayo hayana uhalisia, lakini nilimwahidi kwamba matibabu yapo, na sasa hivi serikali imetusaidia kuboresha vitu vingi sana katika sekta ya saratani. Nguvu kubwa iliwekwa kwenye kuimarisha huduma za afya nchini kwa kuajiri wataalamu, ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendea kazi. Wakati nimegundulika kuwa na saratani ya ngozi, kwa bahati mbaya ilikuwa tayari imekuwa kwenye stage kubwa, stage mbaya, ilikuja stage 4 kwa sababu ilitoka kwenye ngozi ikaja mpaka kwenye mapafu. Sasa kama unavyofahamu, familia na baadhi ya watu ambao niko nao ofisini kule Clouds walipendekeza kwamba mimi nipelekwe India, kwa sababu tayari unajua saratani ikishakuwa stage 4 hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini kwamba tunaweza tukafanya matibabu ya saratani kwenye hatua ile kubwa kabisa, na nikafanikiwa kupona nikiwa hapa Tanzania. Baada ya Dr. Ruta kushauriana naye na kunieleza kwamba serikali sasa hivi imeinvest kwa kiwango kikubwa sana kwenye vifaa tiba na tunao uwezo wa kuponyesha, nikakubaliana naye Dr. Ruta. Mimi sasa nikakaa kikao na familia yangu, nikamwambia jamani, mimi naomba nilisitishe hili zoezi la kwenda India. Kwa hiyo hata hii michango ambayo mnaendelea nayo nyinyi huku naomba isiendelee tena. Mimi nimekubali kwanza matibabu hapa, na Dr. Ruta amenihakikishia kwamba tunamaliza hapa. Awali watu walisafiri mno kwa ajili ya utabibu wa saratani, lakini kwa sasa sivyo tena. Ocean Road ya awali sio ya sasa. Miundombinu iliyopo ni ya viwango vya kimataifa. Sisi tangu tumepata uhuru hatukuwahi kupata mashine inayoitwa PET CT scan. PET CT scan ilikuwa ni mashine ambayo tangu huko nyuma ilikuwa ili upate huduma hiyo ni lazima utoke nje ya nchi. Uende South Africa, uende India, uende Nairobi, uende wapi. Lakini leo hii sisi tunajivunia kwa uwekezaji wa huu ambao serikali yetu imeufanya kwa kutuletea hii mashine ya PET CT scan. PET CT scan ni mkombozi kwa sasa, kwa sababu ni mashine ambayo inaweza kugundua mgonjwa wa saratani kwenye hatua za awali, lakini pia kama imesambaa itakuwa imesambaa kwa kiasi gani, lakini pia pale pindi unapomaliza matibabu pia utakaporudi kwenye PET CT scan itasema kwamba huyu mgonjwa kweli amemaliza au la. Kwa hiyo kwa kweli tunampongeza sana rais wetu Mama Samia kwa uwekezaji ambao anaofanya na anaoendelea kufanya kwenye sekta ya afya. Mathalan, PET scan ambayo katika awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan ilinunuliwa, na sasa mamia kuvuka bahari kwa ajili ya utabibu wa saratani umepata suluhu. Tunazungumzia wa Kongo, nani watu wanakuja, watu kutoka Zambia wanakuja. Sasa utaona tuna haja gani tena sisi ya kwanza kukimbilia huko. Tunamaliza matibabu hapa. Suluhu imepatikana. Sasa hivi ukitembelea mikoani huko, hospitali zote kubwa za rufaa ni utaona vifaa tiba vingi vya kisasa vimeletwa. Serikali itaendelea na uwekezaji wa huduma za afya za kibingwa ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma za aina yoyote kulingana na uhitaji wake. Langu jina ni Leagi wa Leagi, na hii ni Suluhu za Samia. Suluhu
za Samia.